Kwa jina naitwa Celestina Miaka, ni mkazi wa Ngara mkoani Kagera. Ninatoa ushuhuda wa kuumwa kwangu mwaka 2002. 2002 nilipata tatizo. Kabla ya hapo nilikuwa mzima kabisa, nafanya shughuli zangu kawaida, na nikaanza kufanya biashara katika shule moja hapa Ngara. Wakati nafanya hiyo biashara nilikuwa nashirikiana na mama mmoja ambaye na yeye pia ni mgonjwa aliparalyze pia. Kwa hiyo nimefanya, baada ya muda nimetoka shule nikapata shida, nikasikia miguu inaishiwa nguvu, nikaanguka wakati natoka chooni. Nilivyoanguka nikabebwa nikawekwa ndani, sikuweza tena kuamka. Kwa hiyo ganzi ikawa inapanda ikapanda mpaka ikafikia kwenye tumbo. Nikapelekwa hospitali wakatafuta ugonjwa, lakini ugonjwa haukupatikana. Kwa hiyo nimekaa hospitali miezi 3 ikiwa nimelazwa hospitali. Baadaye nikaona nirudishwe nyumbani, nikarudishwa nyumbani. Hapo kuna mtu akasema mimi nafahamu mtaalamu, akaniletea mtaalamu. Huyo mtaalamu akaja kunitibu, lakini sikupata mafanikio. Pamoja na kunitibu kote, alikuwa na chale nini, ananipa madawa, ananifukiza madawa, lakini sikuweza kupata unafuu. Baada ya hapo akapita mtumishi wa Mungu, na hapo tayari nilikuwa naombewa na watu, pamoja na kutumia dawa za kienyeji, lakini pia watu walikuwa wanapita wa kuniombea na nini. Lakini siku moja mtumishi wa Mungu Margaret alikuwa anapita kwa ajili ya kwenda kuandaa mkutano wa kufika kusikofikika. Akakutana na mchungaji Uzima Benako. Alivyokutana naye akamueleza habari zangu, basi akasema twende tukamuone. Kwa hiyo wakaja wakapita hapa kanisani, wakampitia mwinjilisti. Kwa hiyo mchungaji hakufika, lakini akamuelekeza Margaret, akapita hapa kanisani, akamchukua mwinjilisti ambaye sasa hivi ni mchungaji huko Karagwe. Mwinjilisti akamleta moja kwa moja mpaka pale nyumbani. Walipofika wakatusalimia, wakajitambulisha. Walipomaliza basi akaanza kuomba. Yeye hakunigusa, yeye alifanya maombi. Aliyenigusa alimwambia mwinjilisti mguse miguu. Kwa hiyo mwinjilisti akanigusa miguu. Wakati ameomba, baada ya muda akasema umepona. Mimi sikusikia chochote, kwa hiyo sikuamini. Niliona kama watu wengine ambao wanakuja wanaomba inaondoka, wanaomba wanaondoka, na ninabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo baada ya muda mwinjilisti akaniambia, akaniuliza usikii chochote? Nikamwambia hapana. Usikii chochote kabisa? Nikamwambia hapana. Akasema mimi wakati nimekushika miguu nilisikia damu inakimbia. Sasa inakuaje usikii chochote? Nikamwambia hapana, mimi sijasikia chochote. Lakini baada walikuja muda wa asubuhi, kuja kufika saa 8 nikaanza vidole vya miguu vikaanza kucheza. Kwa hiyo nikasikia vidole vya miguu vinacheza, miguu inacheza, kitu ambacho kilikuwa kiwezekani kwa sababu miguu ilikuwa ni ganzi, siwezi kujitimisha wala sisikii hisia yoyote. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kuona vidole vinacheza. Baadaye nikasema inawezekana. Kwa hiyo kufika kesho yake asubuhi tayari nilikuwa na uwezo wa kugusa miguu, na miguu nasikia kama nimejigusa, yani kama nasikia fahamu kwenye miguu. Kuanzia hapo
sikutumia kitu kingine. Nikawapa taarifa hospitali. Kwa hiyo hospitali wakawa wanakuja wakaniletea kifaa cha kuanza kutembelea, kusimamia, kutembea, nikafanya mazoezi. Mwisho wa siku nikasimama na mpaka sasa hivi ni mzima kabisa, nafanya shughuli zangu kabisa, sina tatizo lolote, wala huwezi kuniona ukahisi kwamba nilishawahi kupata hili tatizo. Namshukuru Mungu sana sana, na ninaishukuru huduma hii. Mungu alikusudia kupitia wao nipone. Namshukuru Mungu sana. Kama mnavyoniona na uwezo wa kutembea vizuri, sina shida yoyote, nafanya shughuli zangu, naenda kwenye shughuli zangu kama kawaida. Mimi ni mwalimu wa watoto wadogo, kwa hiyo nafanya kazi zangu vizuri. Namshukuru Mungu, niko mzima kabisa, miguu yangu haina shida kabisa, niko mzima, sina tatizo lolote. Zaidi ya hapo napenda niwashauri watu wanapopata tatizo la aina yoyote, wanapopata magonjwa au tatizo la namna yoyote, wasikimbilie kwenda kwa waganga, wasikimbilie kwenda mahala pengine, labda hospitali. Ukiona hospitali imeshindikana, yupo Mungu, yupo Yesu anayeponya. Mimi nilifanya hayo yote, nilienda kwa waganga, nilitumia hospitali, lakini tatizo halikuweza kutoka. Ila kupitia maombi Yesu aliniponya. Kwa hiyo nawaambia watu wengine, acheni kukimbilia mahala pengine ambako hakuna msaada. Kama kwa waganga wa kienyeji, unakuwa unapoteza muda. Swala ni kuenda kwa Yesu, anaponya. Na leo nimepona. Namshukuru Mungu kwa hilo, na wewe naamini utapona kupitia changamoto unazopitia.